We glorify your name. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are the Lord. You are the King. We worship you, God. We bow before you to say, indeed, you are the Master. You are Jehovah Elohim, Jehovah Shila. We glorify you. Indeed, you are holy. In Jesus' name we pray. Tuketi tu. Be seated. Wamama wa kanisa wako wapi? Simukuje. Simameni hapa, njoni hapa. Mamake yako wapi? Na wewe? Simama tu hapa. Mwingine? Mtoto mwingine anafaa kuwa dedicated? Ama unataka mtoto aombewe? It's okay. Magonjwa na laana zozote zile ambazo zinaweza kumfuata kupitia kwa mama yake ama baba yake, chukizo aina yote ile ambayo inaweza kuwa imefuata mama yake ama baba yake, ninakata kitovu cha mama yake kutoka kwa mtoto huyu. Huyu mtoto ninamuinua, ninampokeza na kumuosha kwa maji na chumvi kutokana na damu iliyomfunika, akawe msafi, akawe nabii, na akatenganishwe na mambo ya maeneo aliyotoka, maeneo ya mama yake alipotoka, maeneo ya baba yake alipotoka, na maeneo ya kule alizaliwa. Mizizi aina yoyote ile ya kishetani isipatane naye katika maisha yake. Mahali popote atakapokuwa na atakapoenda, jina lako likaonekana na likajidhihirisha kwake, na neema na vibali vyako vyote na vya binadamu vikamfuate, na jambo lolote lile ambalo hutega lisimtege. Maneno ambayo ni ya kufunga yasimfunge, na maeneo ya kufunga baraka za mtu yasimuone. Masikio ya waovu yasimsikie, kinywa cha waovu kisimuongelelee, wala miguu ya waovu isimfuate, mikono ya waovu isiwamshike, wala nia zozote za waovu zisiweze kumuona maisha na milele daima. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Simon Mwendwa, nashukuru Mungu kwa ajili yako. Ninakutakaza, ninakufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Maeneo yote ambayo hufunga mtu, majina ambayo hufunga mtu, damu ambayo hufuata mtu na kumfunga, wala mizizi yote iwe ni ya kifamilia ambayo hufunga mtu, isikupate wala isikufunge. Ninakutakaza na ninakufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakutenganiza na mambo yote yaliyotendwa na mama yako ama baba yako ambao ni kinyume na Mungu. Mambo yaliyotendwa na nyanya yako na babu zako ambao ni kinyume na Mungu. Ninakutenganisha na maeneo uliozaliwa. Ninakutenganisha na majina ulioitwa ambayo si ya kiungu, ama maneno ambayo yalizungumziwa kwako ambayo si ya kiungu. Uchawi, uganga na urogi usikupate, ama nguvu zozote za giza zisikuone. Miguu ya waovu isikufuate, mikono ya waovu isikushike, macho ya waovu yasikuone, wala masikio ya waovu yasikusikie. Nia zozote za kiovu sisikue karibu na wewe, na mahali popote utakapoenda dunia hii ikubali, na chochote na neema zote za Mungu, baraka kutoka mbinguni, vibali vyote vya binadamu na vya Mungu vyote vikufuate
katika maeneo yote pale utaenda, ukubalike na laana ya kuchukiwa, kulaaniwa, kuwa rejected isikupate. Pata na baraka na vibali vyote, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Ninapokea dhabihu hii kama dhabihu takatifu kwa ajili ya kumfunika na kutenganisha mtoto huyu kutokana na laana ama maovu yoyote, na kutokana na jambo lolote ambalo linaweza kumzuia katika maisha yake. Ninapokea dhabihu hii kama kifunguo cha maisha yake. Mahali popote ataenda katika umri we Mungu utamkubalisha aishi hapa duniani, apate baraka na vibali vyako na vibali vya binadamu. Maeneo yoyote atakapoenda, iwe ni Kenya ama Ulaya, mahali popote atakanyagisha miguu zake, apate kibali na apate kufunguliwa. Amen. God bless you. God bless you too. God bless you. Thank you. Thank you very much. Sasa tuko kwa bloodline factor. Tulikuwa na bloodline patterns. Bloodline factor. This is a class we are going through. And make sure you attend this class vizuri na usikie vizuri. Because by the time we finish this, you don't need any deliverance. Utahitaji tu kukaa chini uwe unalishwa chakula pole pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu this is the most powerful thing, and that's why you see even God has used what? Blood. Wachawi wanatumia blood. Shetani anatumia blood. Because the blood factor, it is so powerful that it can control, destroy, build, connect, put a covenant, and do anything in your life. You cannot survive where there is no blood. Even yourself, the blood ambayo umewekwa iko kwa mwili wako, had it not for that blood, there is nothing that can happen. Any disease is associated with the blood. Mbona umewahi kujiuliza ni kwa nini ugonjwa yote is tested through blood? Anything that ukienda, the major test of your body, it's through blood. Anything that happens revolves around you, it is blood. By the blood of Jesus I'm healed. By the blood of Jesus I am healed. Ukienda kwa mganga, damu inamwagishwa. Mimi nilienda kwa mganga mwingine hapa Kanini, anaitwa Kanini hapa Matu. Nilipeleka kuku wawili, wa black na wa white, na pesa shilingi 1300. Zile kuku mbili zinachijwa at the same time, kakang. Nilikuwa nimeenda kuchukua kamote, yani sikuwa najua nitapatiwa kamote ile ya kamokidoli kametoshana hivi. Hiyo ndio nilinunua 300,000. Na kuku mbili zimeenda. Nikaambiwa hii ukiweka kwa mfuko mahali popote utaenda polisi hawatakuona. Kufika tu hapa, kwa sababu singetembea mpaka na gari yangu, nilikuwa natembea kwa matatu. Juu gari zangu zote zilikuwa zinajulikana, polisi wananitafuta. Kufika tu hapa country bus hapa chini, ni zile mabasi mrefu za Matu. Kufika tu hapo, kushuka tu, kitu ya kwanza kukutana nayo ni askari wa flying school. Jamaa hakuwa ananitafuta, hakuwa na shughuli yangu, alikuwa anapita tu. Sasa mimi akipita kwa hii gari hapa, kwa hii mlango ya kushuka, nao ndio hawa anapita. Kushuka hivi, nikaona, nikajaribu kurudi nyuma hivi kidogo, kumbe wameniona. Akaniambia mkubwa bali, nikashuka. Kushuka chini, niliona mmoja tu ameenda kado. Hoja? Tuko na Waruinge hapa. Arrest him immediately. Niliposikia kwa radio, kwa sababu nasikia kwa radio. Sasa mimi nilikia kwa mfuko haraka, nikachukua kamuti yangu. Kutafuna venye niliweka kwa mdomo, nilisikia kofi ya askari moja, nikakalishwa chini. Kaa chini. Sasa nikaanza kuleta hivi kufanya ndio nirushe mdomo, kwa sababu niona kama haikufanya mkazi haraka. Nikarusha mdomo niitafune kabisa ndio ifanye kazi haraka. Nikasikia risasi juu, tua ndio wakilie area. The next minute nilipelekwa ndani Nairobi area, kutoka Nairobi area nikapelekwa kwa CID headquarter. Kutoka CID headquarter nilitoka jela 6 years later. Kuna vitu vingine unaweza kuactivate kwa maisha yako, because that was a pure activation of the torture that came to my life. That is the time I was taken to pale Nyati House. Sasa hiyo walikuwa hapa Nyayo House. Wale wanajua mambo ya Nyayo House wanaelewa ile kitu nasema. That is how the devil can bring you down. Can frustrate you. Kitu kidogo tu, you trigger many things. Many things. Tuko sasa kwenye blood factor.
I'm giving this. I normally give my example because I'm a billboard. I'm a billboard. You can learn a lot from me. You can learn a lot from me. From my negative life, it is very important. Study my negative life. It helps you because it has a factor. Mimi ni mtoto wa Maumau. My grandfather ndiye alianzisha Maumau. Ndiye alianzisha kiapo. Anaitwa Waruinge. Ukienda hii barabara ya Isiri, General Waruinge Street, that's my grandfather. Mimi ndio nilianzisha Mungiki. Ile mzee aliruka huko, akatoka kwa Maumau, akaruka ndani yangu, akaanzisha Maumau na jina linaitwa Mogeke. Serikali ya Kenya ilipigana na mimi ikashindwa. Jinsi serikali ya Muingereza ilipigana na wale ikashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So I have got, just sit down to, hata kama sifai kukuhubiria, use my past and my present. It will help you to come out of the woods. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm trying to make your mind. Naona nataka kuwa prepare because of this topic. Hallelujah. Sema blood factor. We are in the blood factor. So therefore, every one of us has a side of life. There is a pattern of either character or traits in your life. There is what? A pattern of either character or traits in your life. I can follow your traits. Yeah? And the character of a person is found in the blood system. Ndio unaona kwenye familia fulani, there is a way they behave. There is a way they talk. Wanakuaga wote ni slow. Na unaenda kwa familia nyingine, wanakuaga wote ni chap chap. Unaenda kwa familia nyingine, unakuta kuna ka system kana operate. That is their character. The character of the plan. And it is in the blood. And their traits. What is their traits? What kind of diseases in them? What kind of the successes in them? What kind of the education? Kuna familia moja unakutanga ni ya wasomi watupu, ni maprofesa watupu. Lakini hawa profesa wote watupu, karakta yao wote ni walevi. Hallelujah. Na wote hakuna ameolewa. Sasa hapo ndio unaangalia, unaona this is the character of the family. And the traits of the family is that these people, they are well positioned in the systems of the world. So all this, it is the bloodline. Could be, all the traits and characters could be good and also could be bad. It doesn't matter. Whatever the character, kuna character, it must be good and also others. If it is negative, opposite of the other one is good and one is bad. Therefore, very important to thoroughly do a thorough search on our roots and backgrounds, on our genealogy. Bwana Yesu asifiwe sana. So, first of all, before you start anything, you do a thorough search of that family. You do a thorough search of that kind of business. You do a thorough search on a church. Hata kama ni kanisa kama hii, do a thorough search of it. Understand, apostle, who is his spiritual father? Na usiachie kwa spiritual father, taka kujua mpaka spiritual father wake, what character of a person he is. What type of a man he is. Because anaweza kuwa aliniambukiza. He might be known. He might be good. Hudson Nganga ni mzee mzuri. Lakini also it is very important to get deeper to him. So that once you get deeper to him, you will be able to understand what is formation I am. Because once you understand Bishop Hudson Nganga, and na tulisikilizana na tukatembea na akanizaa, ni nini alizaa? What kind of a ministry that is birthed in me? What kind of a system I have? What kind of a spirit I have? So you want to study me. Ni usianze na mimi, anza na baba yangu ya kiroho. Ile kitu utahitaji kutoka kwangu ni kujua who is your spiritual father. Once I tell you who is my spiritual father, now go study the spiritual father who is amezaa watoto aina gani. Uende uangalie watoto wake wa kiroho ni nani. Unapata ni William. Unaenda na huko Zikabu, unapata ni nani? Wadeli. Unaenda kwingine Gadoni home, unapata ni nani? Getahi. Sasa unaangalia hao wote, unawastadi, unakuja hapa tena unaniangalia, unaona is there any resemblance?
kuna kitu inapelekana kwa hao, mimi na hao watoto wengine. Kwa hivyo kama hakuna kitu hata moja inapelekana mimi na hao watoto wengine, basi mimi si mtoto wake, mimi ni mtoto wa Kabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu lazima kuna kakitu, hata kamoja, hata si kakitu kakubwa, kakitu kadogo, lazima kafanane. Lazima nikuwe na traits za other siblings. Mafundisho yangu lazima ipelekane na ya Kimani, hata kama ni 1%, lazima ipelekane na ya Waderi, lazima ipelekane na ya huyo mwingine, na lazima ipelekane na ya baba yetu hapa. Because that is, huyo ndio mzizi ambaye tumetoka. Hatuwezi kufanana kabisa, maana labda mimi ni mwinjilisti, huyo mwingine ni pasta, huyo mwingine ni mnabii, lakini lazima kuna kitu itatembea pamoja, because tumezaliwa na baba mmoja. So you must go deeper in understanding. Ukipata kimwanaume kama hiki Agnes, si ukikikibiria utakuwa disappointed sana. Asa fanya thorough research. Tengeneza urafiki vitembee tu hata kama ni miaka 2, lakini fanya thorough research. Pole pole. Utafanya, utanisikiliza tu uone kwanza kazi yangu. Am I a responsible man? Yes. Kwa responsibility ya watoto? Yes. Am I a good ule wa kutembea pamoja inaitagwa aje? The availability. Am I available? Yeah? Amesema no. So, am I available to you? You do a thorough on anything. Even if it is business. What kind of a business unaweka? Munaweka na nani? You do a thorough search. Kuna mtu ambaye akifungua, akiajiriwa kazi ni mkuajiri sasa. My business will be so successful. Nitafaulu kwa kila kitu, because uko na anointing ya kuendeleza kazi ya mtu. Lakini ukichukua loan, uweke kazi, the same kazi, wewe sasa ukue boss ya hiyo kazi inaanguka yote. Sasa hebu niambie, sasa tuweke biashara na wewe ambaye ni wa kuagusha. Lakini kama nikikuajiri inaenda. Lakini sasa ikifanyikana ni yako inaanguka. So I have to do a thorough search to understand what is your failures. Where do you fail? And what is your strong point? Where do you succeed? Hiyo ndio sasa unafanya thorough search. Before you get an engagement, you need to do a thorough search in a family. Kama ni kuolewa, fanya thorough search. Angalia nyumba hiyo kama inaolekanga. Ukimaliza yes, wanaolewagwa. Na hii jina, wewe utakwate Jerry. Hii Jerry hizo zingine za kwao zinaolewagwa. Fanya search, uende nyuma uangalie wazazi wao walikuja aje, walikaa aje. So either uone kama ni kitu unaweza kurekebisha, ni kitu unaweza kuinua madhabahu, ni kitu unaweza kutoa sadaka, ndio ubadilishe. Na kama si kitu unaweza kubadilisha, wacha kungangana, leave it. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And this you can do thorough search by reading the book of Ezekiel 16. Hiyo tumesoma sana. Awe mwana wa binadamu, yani son of man, go tell Jerusalem her abominations. Nenda uambie Jerusalemu mambo yake yaliyo machukizo. Kwa sababu Jerusalemu haikuwa anajua ya kwamba kuna mambo machukizo ambayo ako nayo. Kuna mambo magumu, mambo ambayo yeye mwenyewe haelewi, maana alizaliwa akayakuta. Mwanadamu ujulishe Yerusalemu kuhusu mienendo ama mwenendo wake wa machukizo. Lakini Yerusalemu alikuwa anafikiria hivyo ndivyo kulivyo, na hivyo ndivyo kunastahili kukua. That is what they thought. Until Ezekiel was sent kwenda kuambia Yerusalemu kuna mambo ya machukizo ndani yako, lakini haujui. Tuendelee. Na useme hili ndilo Bwana Mwenyezi Mungu analomwambia Yerusalemu. Wewe asili yako, shika hapo sasa. Wewe nini? Asili yako na kuzaliwa kwako. Underline those two words. Hiyo ndio niko na haja nayo. Asili yako. Asili ya nani? Asili yako, your nativity. Kihumo yako kule umetoka. Na kuzaliwa kwako. Those are two very important things in your life. Asili na kuzaliwa kwako. Asili ni kihumo.
guka wanyu, shosho wanyu, guka wa guka, laini ya baba yako na laini ya mama yako, uweze kuiunderstand laini zenu hizi mbili zilikuwa za aina gani. Walikuwa waganga, walikuwa wachawi, walikuwa what were they? Hiyo ndio tunaangalia, tunasema asili yako. Ukuja sasa kuzaliwa, baada ya kuchunguza asili yako, fuata mpaka guka wa guka. Wacha kuachia kwa guka, tafuta baba ya guka na guka wa guka, uende mpaka kule nyuma, baba ya shosho, mama ya shosho na shosho wa shosho, uende mpaka nyuma kule. Utaelewa what ule tree, the bloodline yenu ni gani. That is how you understand your bloodline, and that is what will bring now the blood factor in you. Why are you the way you are today? What are you? What you are today? What is the cause? What is nini ilisababisha to be what you are today? It is because ya asili yako. Asili yako haiachii. Maana Biblia inasema, alimwambia Yeremia ya kwamba kabla kuzaliwa kwako nilikujua. Kabla mama yako na baba yako wakutane nilikujua. Kabla mama ya mama yako na baba ya mama ya baba yako wakutane, shosho na guka wakutane, nilikujua. Kabla ya guka na guka wa guka wakutane, nilijua. Kabla ya kwenda mpaka nyuma. Sasa ndio nauliza, kwani Yeremia alikuwa na miaka gapi? When did he start to exist? Hiyo ndio kufuata. Unafuata asili yako. Basi ukiweza kujua asili yako, ni kuja namba 2, kuzaliwa kwako. Wakati ulizaliwa, asili ni tofauti na siku ile ulizaliwa. How were you born? At what facility were you born? Who was there when you were born? Hallelujah. Ni mkunga gani alikusaidia kuzaliwa? Uliletwa hapa duniani na waganga, ama uliletwa hapa duniani, waliokupokea ni wanani? Ni watu wa Mungu ama ni wachawi? Ukiweza kujua asili na uelewe kuzaliwa kwako, itakuwa muhimu sana. You will be able to understand who you are. Number 3 inasema kuzaliwa kwako katika nchi ya wewe asili yako na kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Kanani. Wasiale iloko matora mareko, at what condition? Ulizaliwa mji gani? Ulizaliwa kijiji, na hicho kijiji kinajulikana kwa nini? What is known of that village you came from? Is it poverty? Is it witchcraft? Is it godliness? Ndio waliuliza wakati Yesu alizaliwa, ni nini kizuri kinaweza kutoka wapi? Ni Jerusalem, Nazareti. Ni nini kizuri? Kwa sababu out of research hakuna kitu kizuri kinaweza kutoka Nazareti. Ndio maana wakakuwa they had a ground. Walikuwa na mamlaka ya nini? Ya kujua in Nazareth there is only poverty. Otile kidogo ya kegi umako. That's why they were unable to detect, kusema ni nini hiki unaweza kutupatia. Kegi umako. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you understand the nativity, kule hiyo shamba ya baba yako alitoa wapi? Ni kununua, alinunua, ama ni kunyaganyana, alinyaganyana? Kuzaliwa kwako ni katika nchi ya Kanani. Baba yako alikuwa Mwamori. We are researching. Waamori walikuwa wanani? Who are the Amorites? Yeah? Ongea na nguvu kama unajua. Walikuwa watu wa vita. Walikuwa wanapiga watu wa Mungu. So your father ni mtu ambaye alipigana, alimwaga damu ya watu wa Mungu. Hiyo ni number 1. Number 2, mama yako alikuwa nini? Ni Muhiti. Wahiti walikuwa wanani? Walikuwa wachawi na waganga. Shamba yako imejengwa Canaan. Shamba yako iko chini ya jina Canaan. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza.
Kanani alikuwa nani? Kanani alikuwa ni mtoto wa Hamu. Laana iliyoachiliwa baada ya Hamu kuona baba yake uchi. Wale wote waliingia kwenye Sabina hawagerumeka. Mnanielewa? Matigerumekire. Ala maigerire dhafina dhaini. So wakati laana iliachiliwa, iliruka kutoka kwao ikaenda kwa mtoto anaitwa Kanani. So Yerusalemu imejengwa kwenye nani? Kwenye jina ya Kanani. Kanani ni nani? Ako na laana ya kutofaulu katika maisha yake yote. So Jerusalem is built on a curse. Your father is a person who killed the people of God. Ni Muamori. Mama yako ni Muhiti, ni mchawi. So who are you? Utakejire guethe nocio. Mami wanyu ni Morogi, baba wanyu ni Jabasi. Mwakete mugodaini wa Kirumi, mwiri arume, joke guye guhikie. Na kogwito gukare mau mami ari mau wahare mau ni ndare mugike. Niki watu wala kwanyu? Niki watu wala kwanyu? Madhembo na Gekamba. Sio kama mnanielewa? It is in the bloodline. It is working the bloodline. And not until you are able to understand that, there is nothing of you that will stand. Tuendelee hapo mbele kidogo. Siku ulizaliwa, kitofu chako hakikukatwa. So ndio maana ulisema we need to dedicate our children here kwenye madhabahu. Number 2, investigate on the traits. Hizo tumezungumzia, the traits of the family. And number 3, investigate on the bloodline patterns. After understanding all the situation, you rise up to the occasion and change the pattern of your destiny. So it is you to change. Nobody will change your pattern for you. And if this pattern is unchangeable, don't dare. Wachana nayo. Hallelujah. If it is an external pattern coming in your life, don't do it. Do which is in you. Not for yourself alone, but for the generations to come. When you change your destiny, when you change your bloodline, it is not for your sake alone, but for your children to come. That is why huyu mama ameleta mtoto wake wapi? Hapa. She is in the process of changing the patterns in her life. 1 Chronicles 4:9. First Chronicles 4:9. Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I give birth to him in pain. Remember, Jabez was more honorable than his brothers, but he was carrying a name that is tagged with pain. Alikuwa napendwa. Some of us here tunapendwa. We are more honorable, but what is in us is pain. People respect you. When you speak, people respect you. But when you retrieve back home, you become hollow and empty. Bwana Yesu asifiwe sana. What is the prayer of Jabez? Because this is what I want you to be, a prayer for you. Oh, that you will bless me. That is how he prayed. That you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his prayer. These are the things that I need you to go and investigate as we come here on Sunday to do a special deliverance on this. This one I can't do deliverance today. I need you to go and do a special research. Ukikuja hapa Sunday, ukuje na sacrifice this service to hizo vitu zote. Things to investigate. Go and investigate your name. Go and investigate hiyo jina unaitwa. Niwetagwa Jerry. Who is Jerry? How did it come? What is the meaning of the name Jerry in Kikuyu? You are called Akoth. How did you get the name Akoth? You are called Motuko.
what is motuko, what is katuko. Bwana Yesu asifiwe. Go, nenda uchunguze. Nenda ufanya nini? Uchunguze, ujue hiyo jina unaitwa. Why did they give you that name? Bwana Yesu asifiwe sana. So when you have a name, once you check on the name, you will know whether you are succeeding or you are failing. Jabesu alipoona akaangalia, akaona hii jina hakuna mahali litanipeleka, he surrendered to God. Number 2, check areas of birth. Kule ulizaliwa, yale maeneo ulizaliwa, go and check, investigate. Kwaguka na kwaguka mugoda wa Kehumo, si mploti mumenua hapa Nairobi, Kehumo kule mumetoka, go and investigate. Number 3, check on both parents. Check their lines, both your mother, chunguza baba yako, wachunguze. Na kama kuna bibi mwingine watatu, toshugwa, chunguza. Maana huyu mtu anaitwa Solomon, ni bibi mwanamke mmoja tu alimuintroduce kwa kuabudu shetani. Huyo mwanamke anaitwa nani? Bathsheba. Ndiye alimuintroduce, ndiye alikuja na miungu ya kwao. And that is the woman that destroyed Solomon. Bwana Yesu asifiwe sana. So hata toshugwa to baba yako, investigate, ujue kama ni yako kamebadilisha baba yenu. Kama ni yako kamepeleka baba yenu ameenda kwa nini? Kwa waganga. Hallelujah. Also lastly but not least, number 4, if you are married, investigate your husband. And also investigate your wife. All these bloodlines are easily transferable. Chukizo za baba yako can be transferred to you. Chukizo za mama yako can be transferred to you. Chukizo za your husband, your fiance can be transferred to you. Hallelujah. They are all transferable. Bwana Yesu asifiwe sana. And how can they be transferred to you? Through habitation and through possessions. Your habitation. How do you habitation? What is habitation? The environment. The environment can change you. Let me give you a few bloodline examples so that you may be able to understand. Look at the family of Abraham. The family of Abraham walikuwa na bloodline challenge ya deception. They were all deceptive kutoka kwa Abraham. And mostly they were deceptive in women. And they had a challenge of getting married to beautiful women. Hallelujah. Like me, I have that challenge of getting only the beautiful one. Abraham alioa mwanamke. Na wakati maneno ilitokelezea, that's Abraham, Genesis chapter number 12 verse 10. In Abraham bloodline, there was attraction of both women, wealth and fear. Bloodline ya Abraham ilikuwa attraction ya both women, wealth, and there was fear. They feared for their women. Isaac feared to be killed. Alificha bibi yake, baba yake alificha bibi yake. They attracted women. Angalia Jakobo alikuwa na wanawake chungu zima. Yesu mwenyewe attracted so many women. In fact, walikuwa mpaka wa boys wake wakaanza kuleta shida. At the end of the day, these women won the battle. They propelled Jesus to where he was. At the end of the day, wanawake, the same wanawake hao majagiri na nini, they're the ones who started evangelism on earth. Ama si wanawake? Hao mwanamke ndiye alitangaza akisema Yesu amefufuka. Bwana asifiwe sana. They have 3. Fear. They were characterized with fear. They were characterized, family yote. Uende kwa Isaka, had the same like his father. Genesis 26 verse 7. When the men of Gerar asked him about his wife, he said, she is my sister. Just like his father did. Rebecca, she is my sister because Rebecca, the wife, was so beautiful. So beautiful.
Kedu githaka. Jacob, another trait from the same lineage. Jacob, he is the son of Isaac and the grandson of Abraham. He lied to his father. He was Esau. Very deceptive. That is deceit. Rebekah, his mother, a daughter of Bethel, was also a blood of deception. Bethel. Rebekah was a daughter of Bethel, and in their blood there was too much deception. Rebekah loved Jacob, while his father Isaac loved Esau. Deception ikaingia hapo. Tuende kwa Laban. Due to the bloodline of deception, Laban deceived Jacob. Laban was the uncle to Jacob. Laban deceived. Genesis 22 verse 25. Laban deceived Jacob. Let's come now to David and David. Psalms 89 verse 34. David has a lineage of Abraham. No wonder God always remember the covenant with Abraham when he referred to David. Abraham was pardoned. David was pardoned by God because God remembered the covenant they had with Abraham. Maana sasa hiyo venye nenda? David alipendwa na Mungu sio kwa sababu yake, because of the covenant that God had with Abraham. Because of the bloodline. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2 of characteristics of this family ya Abraham, moja tumeona ni deception. Number 2, in them all they have a failure in their firstborns. Bwana Yesu asifiwe sana. In them all they have the failure of the firstborns. The firstborn of Abraham is called who? Ishmael. Ishmael failed. The firstborn of Jacob ni nani? Esau. The firstborn of Isaac is Esau. Esau failed. The firstborn of Joseph alikuwa nani? Manasseh. He failed. The firstborn of Jesse alikuwa nani? Eliab. He failed. The firstborn of David alikuwa nani? The firstborn of David was Amnon. He failed. Instead, who succeeded? Solomon. In the book of Deuteronomy 23 verse 2, the Bible says, no one born of forbidden marriage, any of his descendants may enter the assembly of the Lord, even down to the 10th generation. So the bloodline curses goes to the 10th generation, not 5th generation. Deuteronomy 23 verse 2. No one born of a forbidden marriage, any of his descendants may enter the assembly of the Lord, even down to the 10th generation. This happened with Judah. Whatever they did with Tamar was abomination. If you read the story of Judah, Matthew chapter 1, usome the genealogy of Jesus, tells you the story about Judah. The mistake that Judah did to sleep with his daughter-in-law, they produced 2 children.
And these two children, I'll be teaching you next time the names of the two children, why they were given these two names. And you drop down, you will find from Judah, whom his father ambaye alikuwa amembariki na akamwambia kizazi chako kitazaa mfalme. Judah was supposed to produce a king immediately, but he was not able to produce a king. Instead, he made a spiritual mistake that went up to the 10th generation. Wacha tusome hiyo haraka haraka. Tusome Matthew 1. Tumalize na hiyo. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Twende kazi. Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Remember, Tamar ni bibi ya watoto wake wawili. Mtoto wa kwanza ambaye alikufa na mtoto wa pili aliyekufa bado. Lakini sasa huyu mzee amechukua watoto na amedisifiwa na huyu sasa Tamar. Whatever they did was abomination. So Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Perez, sasa nataka tuanzie kuhesabu hapo. Judah amezaa. Sasa alikuwa ameambiwa atazaa mfalme. Kwa hiyo mtoto wa kwanza amezaa ni nani? Ni Perez na nani? Na Zerah. Sasa tuanze kuhesabia hapo. Nikitaja mtu mnasema 1. Judah begot Perez and Zerah. Perez begot Hezron. And Hezron begot Ram. Ram begot Aminadab. Aminadab begot Nahshon. Nahshon begot Salmon. Salmon begot Boaz. Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. And Jesse begot David. Mfalme amepatikana kwa David after 10 generation because of a spiritual mistake ilifanyika kule. Tusimame kwa miguu yetu. Acha kushika miguu.